Kwa mimi nimwambie, mfano mimi hapa ningevaa viatu vizito, ningeshirikiana na Baba Levo. Bana, kwa mara ya kwanza Mwijaku ameongea na vyombo vya habari na kuweza kuwa upande wa Baba Levo. Yaani hii imeshangaza kweli kweli. Mwijaku kuwa upande wa Baba Levo. Unaambiwa mahojiano aliyoyafanya Mwijaku, ameulizwa swali ya kwamba kutokana na kisanga ambacho kinachoendelea baina ya Zitto Kabwe pamoja na Baba Levo kuhusisha ile shauri ambayo limefikishwa mahakamani kwa ajili ya kesi ya uchaguzi kuanza kulindima, kudai Zitto kwamba ushindi aliyoupata Baba Levo haukuwa na haki wala hauna ukweli, umejaa udanganyifu. Hivyo basi amekata rufaa Zitto kwa ajili ya kuweza kushindana na Baba Levo kwenye ile jimbo la Kigoma mjini. Sasa ameulizwa swali hilo Mwijaku na mwandishi wa habari, akawa amesema kwamba katika vitu ambavyo vinaendelea kutokea katika jimbo la Kigoma kutokana na yale ambayo ameyafanya Zitto kukata rufaa, yani kwenda kumshtaki Baba Levo kutokana na ushindi aliyoupata, kimsingi kabisa Zitto hajafanya kitu cha kiungwana na si vizuri, kwa sababu alipaswa aweze kumuunga mkono, kwa sababu wale wote ni wazawa katika eneo lile la Kigoma. Zitto alishawahi kuwa mbunge kwa miaka 10 mfululizo, na Baba Levo ndo mwaka wake wa kwanza au muhula wake wa kwanza ameanza kuwa mbunge. Hivyo Zitto alikuwa na nafasi ya kuweza kumwacha naye Baba Levo aweze kuwahudumia wakazi wa Kigoma mjini, ili sasa wapeane nafasi, isiwe sababu eti kwa sababu eti Baba Levo hapo mwanzoni alikuwa yuko ACT Wazalendo na baadaye kuhama kwenda CCM, ndio ikawa kosa eti kwa sababu ameshinda akiwa Chama cha Mapinduzi CCM. Mwijaku ameeleza bayana kabisa, kwa mfano angekuwa yeye ndiye Zitto, yani angevaa viatu vya Zitto, sidhani kama angeweza kukata rufaa hiyo, angemwacha tuweze kumalizia, na tena angeweza kushirikiana naye vizuri zaidi ili kuhakikisha anatimiza makusudio ya kuweza kuwahudumia wananchi, kwa sababu ubunge bwana, kama ubunge sio tu eti kwa sababu mtu anakuwa mbunge. Ubunge kazi yake ni kuweza kuwahudumia wananchi, kwa sababu Baba Levo tayari amekwisha kuwa mbunge na kuweza kuwahudumia wananchi wa Kigoma. Zitto alipaswa atulie tu, asiende kumshtaki. Mwijaku amesema kwamba kiukweli kabisa alichokifanya Zitto sio cha kiungwana, sio jambo jema kabisa, kwa sababu kuna vitu vingi sana vya kufanya, kuna mambo kadha ya kufanya wakati ambao unamsubiria mpinzani wako na yeye vile vile aweze kupata nafasi kwa njia moja, kwa fursa moja, kwa namna moja ama nyingine kuweza kuwawakilisha wakazi wa Kigoma. Sasa ikumbukwe Mwijaku bwana, yeye ni mtu wa Morogoro, lakini ana chembe za Ukigoma. Kwa nafasi nyingine ukiachilia mbali Uruguru, huyu Mwemba naye pia ni Muha wa Kigoma. Hivyo basi hata na yeye pia alienda kugombea ubunge maeneo ya Morogoro. Akawa kidogo kura hazikutosha, akaona ni vyema aendelee kusapoti Chama cha Mapinduzi, kwa sababu yeye ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, yani CCM. Hivyo basi amewaasa na kuwaambia kuwa kile ambacho wanachokifanya wapinzani wa ACT dhidi ya Baba Levo si sahihi, na ikibidi wajitafakari, waweze kujirudisha nyuma tena kuweza kutafakari, kwa sababu uongozi sio tu kuongoza, bali uongozi ni kuweza kuwahudumia wananchi. Sasa ikifikia wakati mtu anakuwa anautaka uongozi kwa nguvu, jasho na moto unakuwa ni mwingi, basi hapo kuna namna fulani hivi ambazo kila mtu anakuwa anatafuta ugali wake wa siku. Basi kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea
kuna maswali mengi sana yameendelea kujiuliza watu mbalimbali ambao wanafuatilia siasa za Kigoma. Inasemekana kwamba Kigoma ni kweli ni wabishi, lakini sasa sio ubishi wa design hii hapo, hata katika kuwaletea maendeleo wakazi wa sehemu husika, yani watu wa Kigoma mjini. Unaona bwana, kwa sababu Baba Levo tayari amekwisha kuapa na tayari amekwisha kuanza kazi yake. Ameanza vyema kabisa Baba Levo kazi hiyo na kuweza kuwaletea baadhi ya maendeleo muhimu wananchi wake, kama jinsi ambavyo alivyofanya kwa mabodaboda. Kwa sasa hivi wanafanya vizuri zaidi. Ameenda katika upande na sekta nyingi sana ameahidi, ndio kwanza ameanza. Kwa hiyo wanataka kwanza kumshambulia wakati ambao ndio kwanza safari imeanza. Unaona bwana, Mwijaku ameonesha kumuunga mkono kwa kiasi kikubwa sana mtaalamu Bilevo mtaalamu fundi majumba Baba Levo Alwatani kibarabara bwana, aliyoangusha mbuyu kwa majina ambayo anapenda sana kujitambulisha yeye. Bana, sasa wewe maoni yako ni yapi juu ya haya ambayo umeyasikia? Kitu gani ambacho unadhani kabisa kwamba kile ambacho anachokifanya Zitto akiwakilisha ACT Wazalendo, je, yuko sahihi? Na je, kuhusiana na Baba Levo, je, ni haki au wamwache amalizie hiyo miaka yake 5 wakutane mwaka 2030 katika kisanga tena? Sasa je, nakuuliza wewe ambao unafuatilia hiki ninachokisema kwamba je, kwa mfano uchaguzi ukarudiwa pale Kigoma mjini kati ya Baba Levo na Zitto, je, unadhani kwamba Baba Levo ataibuka tena kuwa mshindi kama jinsi ambavyo alivyoibuka kuwa mshindi na akashinda kwa kishindo kikubwa? Unadhani itakuwa hivyo? Sasa nikuachie wewe maoni yako, pia uweze kutoa maoni yako hapo kupitia comment. Lakini pia sema, je, hiki ambacho amekizungumza Mwijaku kumtetea Baba Levo, je, anaongea akiwa serious au na yeye sasa Mwijaku ameamua kuwa chawa mbunge? Kwa sababu Baba Levo kwa sasa hivi sio tu chawa au sio tu mwanamuziki, bali ni mbunge kabisa huyo halali, amekwisha kuapa. Sasa hayo maneno aliyoongea Mwijaku, je, ni kweli au anatafuta ugali wake bana? Bye bye.